Kiuhalisia binadamu huwa tunatafuta vitu ambavyo hatunavyo. Huu uhalisia unapelekea vile ambavyo tulivyokuwa tunavitafuta kabla ya kuvipata au kuwa navyo kuvidogosha uthamani wake au kuondosha uthamani kabisa. Kawaida huwa tunakuwa tuna shauku ya kutafuta kitu pale tunapokuwa hatuna, kwa jitihada na kwa bidii, lakini tukisha kipata tu masiku machache kuwa nacho na kuona kipo ndani ya umiliki wetu, ile shauku yote ambayo tuliokuwa nayo inaondoka na kuanza kufikiria kitu kingine zaidi, na tukiamini kwamba kile ambacho hatujakimiliki ni bora kuliko hichi tulichokuwa nacho. Huo ni uhalisia wa asilimia kubwa kwa sisi binadamu. Kifupi naweza ngasema tuna kawaida kutafuta kile kitu ambacho tunacho, lakini kwa sababu ya udhaifu wa kihisia na udhaifu wa kutokuwa na ukomavu wa kiakili tunapoteza muda kutafuta kitu ambacho unacho. Maisha ili kusimama na kuwa imara, kuendelea kupiga hatua kila siku kwenye maisha yako kwa vitu vipya au kwa mafanikio na sio yale yenye kujirudia, unahitajika kuwa na ukomavu wa kihisia, kiakili. Ila kama hautakuwa na ukomavu wa kiakili na wa kihisia, tutaishi katika cycle hii ya kupoteza muda na kutumia nguvu zetu kwa vitu vile vile vya kila siku ambavyo tunavyo, kwa kuamini tu kwamba kile ambacho hauna ni bora kuliko kile ambacho unacho na kuacha kufocus kwenye vitu vingine vya msingi zaidi. Kama utakuwa na ukomavu wa kiakili na wa kihisia, utaondoka katika hii cycle. Hapa ninaweza kutoa mfano mmoja tu wa vijana au sisi vijana. Ni asilimia chache ya vijana ambao unakuta kijana au wa kike au wa kiume, yana wa kiume unakuta kafukuzia demu huyu leo kampata, kisha naye siku moja siku mbili anaona huyu ni wa kawaida, atahitaji kumtafuta mwingine. Yule ambaye atavutika naye atamfukuzia, atampata, atalala naye siku moja siku mbili, atampotezea. Hiyo inakuwa ni nature yake ya kila siku. Na kwa dada vile vile, na kubadilisha wanaume, huyu si bora ambaye nilikuwa namtaka, huenda yule atakuwa ni bora kuliko, anavunja mahusiano na kwenda kwenye mahusiano mengine. Pia unakuta wengine wanapokuwa wana kazi, wanapata kazi, lakini wakishaifanya kwa masiku kadhaa wanaona ile kazi sio bora na wanafikiria kutafuta kazi nyingine, kwamba wanaamini itakuwa ni bora kuliko hiyo walionayo. Kwa hiyo unakuta wanapoteza muda au tunapoteza muda katika vitu vile ambavyo tulivyokuwa navyo, halikuwa kama tukiweza kuviseti vizuri vile tunavyotamani viwe, vinaweza kutupatia tunavyohitaji na kufocus kwenye vitu vingine vya msingi. Ila kwa sababu ya udhaifu wa kihisia na wa kiakili tunapoteza muda na nguvu katika vitu ambavyo tayari tumeshavipata ambavyo tunavyo, kiamini ambavyo vile hatuna ni bora kuliko vya sasa hivi ambavyo tunavyo. Nitoe kanuni moja hapo ya matajiri ambao wameitumia na wanaendelea kutumia kufanikiwa. Kitafuta matajiri wote kwa asilimia kubwa utamkuta na mke kaoa, ana focus na maisha. Kwa nini? Tajiri ana pesa na ana hela. Kwa nini asiwe playboy wa kuingia kutafuta mwanamke na kumpata na kumwacha mpaka amue kuoa? Ni kwa sababu kuondoka katika cycle ya kuendelea kutafuta kitu ambacho anacho, na ili akili yake aiwekeze kwenye vitu vingine vya msingi kwenye maisha. Kwa hiyo wamefanikiwa matajiri kuondosha usumbufu usiokuwa wa lazima, kufukuzia vitu ambavyo tayari wanavyo. Na huu udhaifu ambao asilimia kubwa binadamu tunao, wakuwa na udhaifu wa kihisia na wa kiakili, wafanya biashara wakubwa na wadogo, na wajasiriamali wakubwa na wadogo, wanautumia kutake advantage kwao kuendelea kufanya biashara, kunufaika na huu udhaifu ambao tunao. Kanuni mojawapo ya mauzo ya kibiashara, unapotaka kuuza, na hata wewe napenda uizingatie na uichukue, unatakiwa unapohitaji kuuza kitu, uza hisia na usiuze bidhaa, sababu watu asilimia kubwa wananunua kihisia na sio bidhaa. Mtu anafikiria hii bidhaa nikiwa nayo nitaenjoy vipi, nitafurahika vipi, nitakuwa comfortable vipi. Ndio maana ukichunguza vizuri kwa akili iliyotulia, utaona matangazo yote ya kibiashara yanalenga kuteka hisia yako ili uamini kitu fulani, kwa kutengenezea imani fulani, ikupe msukumo
msukumo uweze kutoa maamuzi ya kuchukua hiyo bidhaa. Na hapa ndo maana unakuta kwa asilimia chache ya watu leo hii ana simu, kwenda ana iPhone 16 anayo, lakini kitoka iPhone 17 anataka anunue, anaona kwamba iPhone 17 itakuwa ni bora kuliko 16. Na wale wanapokuja kupromote bidhaa yao watakuja na future ambazo za kukuaminisha kwamba hiyo inayokuja ni bora kuliko uliokuwa nayo, kutafuta hisia yako, utoe maamuzi, uchukue bidhaa. Kwa hiyo kila siku tunahangaika kununua vitu ambavyo tayari tunavyo, tunaweza kunufaika nacho. Swali liyo dogo tu moja, hicho ulichokuwepo nacho kwa sasa hivi kabla ya toleo jipya kilivyoletwa sokoni, kilikuwa kwa kuwa imani na kuaminisha kuwa ni bora kwa sababu zilizokuwepo na kwa sababu hakuna toleo lingine. Je, huo ubora ulikuwa sio sahihi au ulikuwa ni ubora wa wakati huo kwa wakati wa sasa sio bora? Jibu utakuwa nalo mwenyewe kichwani. Nukta ya kuishia nayo kwangu, maisha yetu ya kila siku, ili tuendelee kupiga hatua na kupata mafanikio kwenye majambo tofauti na kuacha kuhangaika na vitu ambavyo tunavyo, jijengee komavu na uimara wa kihisia na uimara wa kiakili.